Nianze kwa kusoma andiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 6 mstari wa 9. Imeandikwa, na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, E Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Hoja yangu hapa sio kuuawa kama waliouawa. Hoja yangu hapa ni waliotangulia kuuawa wakiwa wanadai kisasi kwa Mungu, kwamba Mungu, wale waliotuua walituua bila kosa, waitutesa bila kosa. Lini utawalipa ili ionekane kwamba walituua bila kosa, walitufanyia mabaya ambayo hatukuyastahili? Mungu hakuambia mmeomba vibaya. Mungu aliwaambia tulieni kwanza, kwa sababu bado kikombe hakijajaa. Walipowaua ninyi hawakuridhika, bado wanapambana kwa gharama yoyote waue na wengine, watu wema na wenye haki kama nyie. Sasa ujumbe huu niliokuwekea hapa ni ujumbe ambao inawezekana kabisa ni ujumbe wa kimipango, kwa sababu ulokole una vya kuamini vya kijinga sana, ambavyo ni rahisi sana kuchezewa na kundi hilo hilo lilo na malengo mabaya dhidi yako. Hilo linaweza likajitokeza likakupa matumaini fulani ili ujione Mungu wako na maombi yako yana nguvu, alafu utoke kwenye jamii useme Mungu amenibariki, Mungu amenitetea, Mungu amefanya, alafu wenyewe wao wanakaa mali wanacheka wanasema ila Mungu ni upumbavu. Lakini ujumbe huu mimi nimeujibu kwa muhusika kwamba ujumbe huu utatumika hivi. Kwa nini unaweza kaona ujumbe wa aina hii alafu mimi nautilia mashaka kwamba unakuwa na michezo fulani? Vingine nitakuja kukwambia baadaye. Lakini ujumbe wa watu wa aina hii, kitu kingine wanachohangaika nacho ni kuhakikisha amekupa taarifa fulani zinazoonekana zitakufurahisha, zitaonyesha Mungu wako safi sana, lakini anachomekea na taarifa ya kukufitinisha na watu fulani, hususani wa kanisani. Nimejibu kwenye ujumbe kwamba ujumbe wako huu utatumika hivi. Utakunatumika hivi kwa sababu unafanana na ukweli fulani, ila kwa utatu ingi unatochomekea tu wa kanisani nikaweka dash. Nimesema mara kadhaa kwamba sikuchukua hatua ya kuenda mafichoni, kukaa mafichoni. Sikuitumia ile hatua ile taarifa tu ya aliyepiga simu na kusema kuna gari fulani lenye watu fulani liko sehemu fulani. Niliitumia ile taarifa kwa sababu nyuma yake kulikuwa na tafiti zetu ambazo zilijua mipango fulani miovu iliyokuwa inapangwa. Kwa nikasema hii taarifa, hata kama kwa sababu usiku wake nilitoa clip fulani kwamba usipange kuniua, sina hatia, na ni posti ambayo
ilienda kwa hisia kubwa sana kwa watu wengi. Kwa hiyo asubuhi yake nikapata pia na ujumbe mbili tofauti. Moja ni katika tafiti zetu, lakini mmoja ukaja kwa sura kama hiyo, lakini hauji kwa sura hiyo tu, unakuja na kipandikizi kingine cha kuongeza mashaka, lakini kwa kukosea sana. Yaani mtu anakuja anatoa taarifa ya kwamba pengine anakwambia dereva wa hilo gari mnasali naye, alafu yuko sehemu fulani muda huu, alafu huyo dereva ambaye ndo munaye nyie uko naye, unamhoji kwamba dereva wetu yuko sehemu fulani, okay sawa, na kumbe dereva mwenyewe uko naye muda huu. Kwa unajua kabisa kwamba okay, inawezekana pia una makusudi mengine ya kwamba uingize na faraka za hapa na pale. Sasa ujumbe, vipengele ambavyo nimevikata havijaonyesha mengine. Sasa sijue, mimi nachojuaga kwamba watu wa aina hii taktiki zao ni za aina moja. Tangu kuuawa kwa mtoto wangu, mbinu zao ni za aina moja. Nadhani mafunzo yao yana ukomo. Mafunzo ya hawa vijana ambao sehemu kubwa wanakuwaga vishoka wa mauaji na madhara makubwa wanayopata watu. Nimesema ujumbe huu ambao nimekuwekea hapa una kaukweli fulani ambako kanaweza kufanyika, lakini aina anayeutoa anaweka na mambo mengine hivi. Mambo mengine hivi. Sasa nirudi kujadili ujumbe ya kwamba huyu Mungu aliyenyamaza, aliyeacha haya, kwanza ifahamike, Biblia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwatetea watu wote kwa wakati. Ndio maana umesoma hapa, umeona kwamba kuna watu waliuawa na wakawa wanadai. Yohana yuko gerezani anamlilia Yesu, anasema, Yesu, ulikuja kuwafungua waliofungwa, ni wewe au tumtazamie mwingine? Yesu anasema, kamwambieni tu Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wagonjwa wanaponya, heri mtu asiye na mashaka na mimi. Yohana kwa tafsiri alikuwa anatazamia pengine Yesu amuokoe pale gerezani. Lakini hakuokolewa, akauawa. Biblia haijawa na uzito kwa sababu Mungu aliwaokoa watu wa Mungu muda wote. Biblia imekuwa na uzito kwa sababu watu wa Mungu hawakubadili mitazamo yao kwa sababu ya hatari zilizowapata ama vifo vya ukatili walivyoviona kwa watu wengine. Lakini ni ukweli kwamba Mungu amewahi kulipa mabaya kwa wabaya kama kisasi na kuwafariji watu wema kwa mateso na maumivu waliowahi kuyapitia. Kwa hiyo ninafahamu pasipo na shaka Mungu anaweza kuja kutoa malipo ya wazi kabisa. Ya wazi kabisa, sio haya ambayo mtu anaweza akabishia kwamba hapana, ni uongo. Ni uongo, ama likafanyika tukio akalipa alafu likafichwa. Wanafahamu Mungu anaweza akaja kulipa. Anaweza akaja kulipa wazi kabisa. Wazi, kwa namna ya wazi kabisa. Namwamini sana. Kwa hiyo pengine tusubiri, kitakachofanyika kitakuwa ndo hicho. Kitakachotokea kitakuwa ndo hicho. Lakini tuondoke mapema sisi. Jua Mungu atakuja kulipa kwa namna ya wazi, kama alivyogawa bahari ya Shamu
ikameza jeshi la Farao, Farao na jeshi lake, kwa namna ya wazi kabisa. Kila mtu akajua na mataifa yote yakajua na yakasema kwamba kila walikopita Waisraeli kusema hawa ndio ambao Mungu wao amewapiga mataifa yote ambayo amekutana nayo, wamepita ndani yake. Mungu wao amewapiga mataifa hayo kwa vipigo vya ajabu na vya wazi. Kwa hiyo namwamini Mungu sana sana, wakati fulani atakuja kudhihirisha kipigo fulani cha wazi kwa wabaya, ili iweze kuonekana maandiko ambayo yako katika Warumi hapa. Kwa sababu mambo sasa yamegeuka. Kila ambacho aliandikiwa mbaya, waliandikiwa kwamba yangewakuta wabaya, ndicho kinachowakuta ambao tunaonekana hatuna hatia. Hatujaua mtu, hatujaiba cha mtu, hatujadhuru mtu, hatujafanya jambo lolote baya, hatujahamasisha jambo lolote baya. Nianzie mstari wa 7, lakini pointi iko mstari wa 9 na 10. Anasema wale ambao, Biblia nianzie mstari wa 6, anasema atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasiotii kweli, bali wakubaliwa dhuluma, watapata hasara na ghadhabu. 9, kwani dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. 10, bali utukufu na heshima na amani ni kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. 9, ni dhiki na shida ni juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Na maandiko mengine mengi. Ninafahamu kuna siku inawezekana litafanyika jambo fulani la wazi sana, linaloonyesha Mungu yuko, linaloonyesha yuko Mungu anayepita mikakati na mipango ya wanadamu. Naamini hivyo. Atafanya jambo, anaweza kaja kufanya jambo. Mungu atakuja kufanya jambo wakati fulani ambalo litatoa tafsiri ya kwamba aliona mateso na kilio cha watu wema, na ubaya haukuwa mtindo bora wa maisha. Dhuluma, uuaji, utekaji, vilio kuwaumiza watu wawe nalia pasipo na hatia. Wanaoshauri njia bora ya wote kunufaika kwa manufaa yaliyo zaidi ya hayo unayonufaika peke yako. Yaani kwa mfano peke yako kama unalipwa milioni 50, milioni 100 kuua mtu, utapata milioni 500 bila kuua mtu, na yule unayemuua akiwa amepata hiyo. Mimi nahisi hiyo ni faida, ni maisha bora kuliko wewe upate milioni 50 au 100 kwa kuua mtu, na wakati huyo mtu angesababisha wewe upate milioni 500 na yeye apate milioni 500. Ndio maana mara kadhaa nimesema njoni tuzungumze. Tuna njia bora ya wewe kuishi vizuri. Kwa mfano sasa tufanye umeibawa hao wanaong'ang'ania kubaki kwenye nafasi fulani, ili ndo anatuma na watu wakaue watu, wateke watu, watese watu. Tufanye umeiba bilioni 500, una trilioni 10. Hakuna pesa tamu. Pesa hiyo tamu kwa sababu ni nyingi. Hiyo nyingi itakusaidia tu kuwa katili. Ndio hiyo, mtu akikuzingua kidogo, mkagongana kwa mwanamke mwenyewe atakupa pengine ukimwi, mkagongana kwa mwanaume, unamhitaji mume wake, vitakupa tu ukatili wa kwamba utatuma watu waende wakamuue yule mume. Ulikuwa unahitaji shamba fulani, kwa sababu
Pesa nyingi kifupi zinaondoa uwezo wa kufikiri, kwa sababu pesa inaanza kujiona ni Mungu. Kwa ni kama yenyewe inaweza kaamua tu hiki kifanyike pale, hiki kifanyike pale, lakini kwa sehemu kubwa kila ambacho itakuwa inakifanya kitakuwa kikileta hasara na laana kwenye maisha yako. Pesa iliyo nyingi na iliyo tamu ni ile ambayo utaipata kwa namna ambayo hakuna uliyemuumiza, uliyemdhulumu, uliyemuonea. Hiyo hata iwe chache kiasi gani ni tamu sana. Lakini pesa nyingi tamu mbili ni ile ambayo kupata kwako pesa kumekuwa na mchakato unaorahisisha na kuwezesha watu wengine kupata pesa ya sura hiyo unayoipata wewe, hasa unayekuwa mtawala, unayekuwa kiongozi, ama unayeomba ajira kazi mahali kwa kusudi la kwamba nataka nikarahisishe maisha ya watu. Nimesoma mara kadhaa, anamalizia hapo, na ndivyo ninavyoamini ya kwamba chakula cha mboga mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Njooni tuzungumze swala la nani unatoa taarifa za ubaya fulani ambao unawakuta watu ambao pengine wametufanyia mabaya. Nikupe tu taarifa kwamba mabaya yenyewe Mungu atakapokuja kufanya kweli hayatahitaji taarifa ya mtu kutoa taarifa kwamba mchungaji, Mungu wako, Mungu wenu huku amefanya hiki. Mungu atakapofanya, inawezekana kila mmoja atajua Mungu amefanya. Anasema nitafanya jambo katika siku zenu ambalo kila sikio litakalosikia litawasha. Naamini Mungu mwenye rehema, aidha katika siku za kuishi kwetu ama tutakapokuwa hatupo, damu yetu na ya ndugu zetu, mahangaiko na machozi yetu yatakuja kupata malipo yasiyohitaji kutetewa na kupewa taarifa. Na sema tu kwa sehemu kubwa, nisaidie niwe najua taarifa ya wewe umefanya nini, wewe umefanya nini kuleta ukombozi katika jamii. Hakuna sababu sana taarifa ya Mungu amefanya nini kunitetea. Kuna sababu sana, hasa ambao natoa taarifa lakini unaweka na tumambo twako dhani unaweza ukaleta faraka kanisani kwa njia hiyo. Na mimi kama kuna mtu ambaye yupo kanisani na anatumika vibaya, nadhani kama ukitaka habari niamini, uniletee, iwe wazi sana, iwe na wazi sana, iwe na ukweli sana. Lakini kutabika kuwabaini, inawezekana sisi tunatumia nguvu kubwa sana kuwabaini kuliko wewe, mtu mwingine yeyote. Lakini hata hatutumii nguvu tu hii unayojua wewe. Tunamwomba Mungu achunguzaye mioyo, ambaye kwake hakuna liwezalo kufichika. Yuko kuna maeneo huwa anafanya pasipo kutumia njia za kibinadamu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ulielewa
namaanisha nini umeelewa. Lakini usielewa, basi vingine utakuja kuelewa kunako neema ya Mungu. Amen, amen, amen.